Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Duniani mwote kumejaa utukufu wako Jehova. Tubariki na kulitukuza jina lako takatifu. Baraka Mungu kwa kuamka kwetu asubuhi wa leo ni kwa neema yako. Naomba Mungu kwa sababu ya kongamano hili Mungu umelete ni kwa sababu ya Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto. Baba yangu anapoendelea kuongoza taifa la Kenya. Ninaomba Baba ukamimine baraka, ukampe kibali na amani na hekima katika jina la Yesu wa Nazareti. Baba naomba ni kwa sababu ya taifa lako. Baba, taifa la Kenya, amani yako Bwana ikatawale. Ninaomba Baba yangu kwa sababu ya wote na viongozi waliokangamana na kuandamana pamoja naye. Hata ni kwa sababu ya naibu rais na kwa sababu ya hata mawaziri walioko. Baba, ni kwa sababu ya mradi huu mkubwa wa Mwete Dam. Ikafanyika faida kwa gatuzi la Kwale. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Mahali hapa tunaomba amani yako itawale. Mahali hapa tunaomba baraka zako zikatawale. Uinuliwe Yesu. Baba, naomba ukafunika mahali hapa na damu yako. Asante Mungu kwa sababu unaweza. Na Baba, utakapotawanyika mahali hapa turudi kwetu. Turudi na baraka na ushindi kutokana na damu na nguvu na jina lenye mamlaka. Na ni katika jina la Yesu Bwana tumeomba na watu wa Mungu waseme amen. Bwana mwana wabariki. Kwa heshima naomba tuweze kuketi. Mheshimiwa Rais na Amri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Waziri Mkuu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Waziri wa Maji Mheshimiwa Alice Wahome, Gavana wa kaunti hili Mheshimiwa Fatma Achani, magavana, mawaziri, makatibu wa kudumu, wabunge, viongozi mbalimbali wa kitaifa na waheshimiwa wengine wote, wananchi, kwa heshima Mheshimiwa Rais, naomba kwa hisani yako nimwalike sasa mbunge wa eneo hili Mheshimiwa Gonzi Rai aje atukaribishe pia akiwatambua viongozi wengine ambao wako hapa. Tumpigie makofi tukimkaribisha Mheshimiwa Gonzi Rai. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kunemesha neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutupa siku hii ya leo Mheshimiwa Rais, ili wewe kuweza kujumuika pamoja nasi siku hii ya leo. Kwa niaba ya watu wa Kinango, watu wa Kasemeni, watu wa Mwache na kwa Lenzima kwa jumla pamoja na Pwani, nasema karibu sana wakati huu, kwa sababu leo ni siku muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, tunaloitwa kwamba ni 10 la kati, na tena ndio wakati wa Pasaka inaanza. Yote tutakayozungumza hapa Mheshimiwa Rais, nina matumaini makubwa kwamba Mungu pia naye ataweka baraka zake. Karibu sana, hapa ni nyumbani. Nafikiri Kinango mgeni katika mji huu. Kwa hivyo karibu kwa mara nyingine tena. Mheshimiwa Rais, kabla penginepo sijasema chochote, naomba nimuite Spika wa Bunge la Kwale aje watambulishe madiwani walioko hapa ili upate kuwatambua, na hatimaye tuendelee na ratiba, kwa sababu watu hawa wengi ni watu ambao wamekuwa na wewe na wanakupenda, na ni muhimu kwamba Spika apate kuwajulisha kwako. Karibu Bwana Spika. Asante Mheshimiwa Rais kwa kufika hapa, Mama Achani, magavana ambao wako hapa na hitifaki yote ikifuatilizia, Spika wa Bunge la Kwale, niko na madiwani wapunge mkono, niko na diwani. Mheshimiwa Rais, madiwani hawangeweza kufika hapa kwa sababu wanafanya finalization ya reports za chief officers, therefore they are presenting them today. That's why we
had a bit of pia tuko na mheshimiwa ambaye ni kwake hapa Kasemeni, Mheshimiwa Victor Nyanje Safari. He's the elected MCA in Kasemeni Ward. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa mradi huu, kwani utaweza kutusaidia katika hili jimbo letu la Kwale. Kwa hayo machache, karibu na tunasema asante. Kwa heshima zote, Mheshimiwa Rais, niruhusu hata kama ni dakika moja nimuite MCA wa sehemu hii, kwa sababu nitakuwa nimeenda nje, ijapo nataka tu asalimie upate kusikia mambo ya Mwache tunasema nini, ama tunakubalia vipi mradi huu. Tafadhali diwani, kuja tu dakika moja. Aya, enye Kamnautu Sumilani. Mheshimiwa Rais na viongozi wote wa Kenya na wananchi wa Kasemeni na Kwale na Mombasa na Coast yote, hamjambo tena. Mimi kwa jina naitwa Victor Safari Nyanje. Mimi ndio mjumbe wa hapa Kasemeni. Nilikuwa na wasiwasi sana endapo mheshimiwa mbunge angeniacha, na nimetumwa na mambo mengi sana na wananchi. Nitachukua dakika moja peke yake. Jambo la kwanza na la muhimu, Mheshimiwa Rais, sisi kama vijana na wananchi wa Kasemeni na Mavumbo tumekubaliana ya kwamba tutaunga mkono huu mradi, lakini masuala ya kazi, Mheshimiwa Rais, yanatutatiza. Na sisi tumesema ikiwa tutaunga mkono huu mradi, lazima zile asilimia za kazi tulizoambiwa tupewe bila hata kupungua moja. Tumeambiwa kuna nafasi 600, zote tunataka zikuje kwa hawa vijana. Mheshimiwa Rais, tunajua kwamba hawa wananchi walitolewa katika mashamba yao na kwa sasa hivi hawana mahali pa kutegemea. Tunaomba wapewe hizi kazi ndio wapate kuendelea na maisha yao. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, sisi tumeambiwa na wahandisi na tumeambiwa ya kwamba hii maji tutaiona lakini hatutainywa. Sisi tunataka tuelewe itakuwaje bahari iwe hapa kwetu lakini maji sisi tunabaki na kiu. Kwa hivyo kile kitu naomba, kwa sababu tumeambiwa maji itatoka pale chini na ipigwe iende pale, tunataka itolewe pale ifike Kasemeni na Mavumbo na Kinango. Na mimi na imani hiyo inawezekana, kwa sababu tukiambiwa maji yetu yatatoka Taita, yani maji yetu yatoke Taita lakini hapa karibu hawezi kufika, hiyo hatutakubali. Tunataka maji yetu, ndio sisi kama viongozi na wananchi tuwe pamoja. Kwa hayo machache, Mheshimiwa Rais, tunasema karibu Kasemeni na tunakupenda. Asante sana. Kwa heshima na taadhima, naomba nikujulishe wajumbe wa Kwale, alafu baadaye nitamuita kiongozi wa wachache ili akapate kujulisha wale wajumbe ambao ni wa Jamhuri ya Kenya. Nitaanza kumuita ndugu yangu ama mkwe wangu Mheshimiwa Chiforomodo kutoka Lungalunga. Simama uonekane ili wapate kukujua. Huyo ndio bwana Chiforomodo kutoka Lungalunga. Mheshimiwa Tandaza ambaye ndio jirani yangu ya karibu yuko safari, kwa hivyo amepeana apology, na nataraji kwamba kwa sababu yuko ziara ya kikazi utapata kumwelewa Mheshimiwa Rais. Pale mbele yangu kuna kijana anaitwa Faisal, yeye ni wa Msambweni na tuko na yeye hapa. Nafikiri katika sehemu hii ya Kinango ama ya Kwale tuko na wajumbe 4. Kwa hivyo sote tumewakilishwa. Mheshimiwa Rais, nikiwa nitakwenda kwa haraka, nimesema tayari karibu, na nakushukuru kwa sababu nataka nianze kwa kusema kwamba kama kuna wakati katika historia ya maisha yetu ulitukumbuka ni wakati huu. Mahali ulipo hivi sasa, hapa ulipo, ndio kulizaliwa waziri wako wa madini, kwa sababu anatoka division hii. Sehemu hii ndio iliyokuzalia wewe mwenyekiti wa halmashauri ya bandari za Kilindini, anatoka Kinango, bwana Benjamin Tayari. Hatutasahau kuna kijana ambaye tulimuadopt sisi, labda wewe hujapata salamu, anaitwa William Ruto, ndio mkurugenzi wa halmashauri ya bandari. Sisi tulimkubali kama kijana wetu, anaitwa Nyawa Mrinzi. Hapa kule aitwa William Ruto, tulikubali kwamba aliongoze bandari. Kwa hivyo tunakushukuru kwa sababu ya hayo.
Gavana wangu yuko hapa, lakini kwanza nataka niseme tuko hapa kwa ajili ya Mwache. Mwache was conceived on 2013. Tumeishi na mimba mpaka 2019 ndio tusaini mkataba. 2016 ulitoka hapa na gavana wetu kwenda zako Paris kusaini mkataba. 2019, leo ni 2023, ndio sasa tuna launch mradi. Maswali yanaulizwa na hawa wananchi. Muda huo wote, jamani, ni kitu gani ambacho chaendelea? Logistics ni jambo la kawaida, lakini wananchi wanapata hasara kwa sababu ya ule kuchelewa kwa huu mradi. Kwa sababu mradi una contract ya 20 billion. Pesa za contractor hazipungui, lakini zile za wananchi zapungua. Sasa tuwajiuliza, mradi uje kwetu, tena wenye kuumia ni sisi. Sasa watu sisi tuliandikiwa nini mradi huu? Twaupenda, twautamani, kwa sababu mbali na yote tuna imani kwamba mradi huu una component ya irrigation. Hiyo ndio tutakomaliza kazi kwa sababu ya njaa iliyoko hapa. Twaingia mwaka wa 7 sisi bila kuvuna mahali popote. Twategemea kile chakula unachotupa wewe ndio tupate chakula cha kuweza kula. Hivi sasa tuko hapa. Imani yetu ni kwamba Mheshimiwa Rais amekuja hapa, kuna chakula cha kutosha, kila mtu leo atapata kula. Wengine wana siku 3 hawajakula na kufunga wamefunga. Wanafungua kwa maji tu peke yake. Lakini twashukuru Mungu kwa sababu hatujakufa kwa ajili ya jambo hilo. Na kuomba Mheshimiwa Rais, kitu ambacho kinaumiza hawa wananchi, ndio MC amesema kwamba mradi huu utasaidia sana maji kule Mombasa. Hatuna shida. Sisi ndio tuliotoka hapa tukaenda kule Mombasa. Na Gavana Abdulswamad yuko hapa. Na magavana wawili mimi. Nikitoka hapa nikaenda Mombasa, gavana wangu ni Abdulswamad. Nikirudi hapa, gavana wangu ni Fatuma Chan. Lakini yote 9, 10 twasema hivi. Mradi huu unatufungia barabara ile yetu ya kutoka Mazeras kwenda Kinango. Na hasa hata si Kinango, ni Kiziamonzo, 41 kilometers. Utapewa 44 mpaka Kinango ni 41 kilometers. Leo tunakuomba, mradi ule tuliambiwa kwamba wa project wanaweza kututengenezea 15 kilometers only. Jamani, tutakwenda kwa serikali ipi mbali na serikali ya Ruto sisi? Na sisi kutoka tulipozaliwa na kuletwa hapa, tuliambiwa kwamba atakuja mtu anaitwa Ruto ndiye atakuja kuwakomboa. Sasa leo tuambiwa tusubiri tena. Ruto yupi tena? Tusubiri nani tena? Hapa Mheshimiwa Rais, ukitaka kutuliza nyoyo za watu wengi zinazoumia, maana maswali hayo kutoka jana nimelala saa 9 mimi na nikawa nirauke kwa sababu Mheshimiwa Rais anakuja. Na kuomba amri itoke kwa Mkomeni. Nimemwandikia barua, nimempelekea kopi waziri wangu wa maji. Atupenda na sisi twampenda. Kwa sababu akija hapa anatupa matumaini. Pamekuwa na shida nyingi sana kutoka 2013, 2019 mpaka sasa, lakini zile shida alipoziona kwamba zitaendelea, alitubadilisha maofisa hapa ili mambo yakapati kubadilika. Tumechukua matumaini kwamba kwa sababu ya hilo sisi tuna matumaini. Maana tunamheshimu kwa sababu waziri wa kike, wale wa Malindi walimaliza kazi. Mkiwa na waziri wa kike, kazi ishamalizika. Ni kitu gani kitakachokosekana Malindi? Sisi tumepewa Alice Wahome hapa, akae kule na huku pia apate kuwa hapa. Kwa hivyo na kuomba, kabla sijaondoka, kwa sababu najua una haraka, lakini hii siku ni nadra kupatikana kwake. Kwa sababu angalia wewe, wakati Mungu ametokea karibu na unaambiwa zungumza yako, lakini unaambiwa zungumza kwa dakika moja, utasema nini? Sasa nafasi hii imepatikana, na kubali kwamba ni haki niondoke, lakini kwa umri wangu unaweza ukayamaliza maisha yangu usiku wa leo, maana hawa nitakuwa sijasema maneno yao. Wana shule yao hapa inaitwa Mazeras. Hii ndio alliance ya hii Kinango, hii Mazeras. Waliomba kitu kimoja tu, chain link fence. Kwa sababu hivi ukitoka hapa kama waenda na barabara, ndio utakao kwenda kuikuruba kando kando mpaka wameweka mabamba. Kwa sababu ya nini? Lakini hatutaki ukuta, tuweke chain link. Tukawaambia hawa tuwekeni, wankataa. Sasa tutakwenda kwa nani? Tusaidie Mheshimiwa Rais ile pale ipatikane. Tunashukuru kwa sababu hapa kuna shule 3 ambazo zimekuwa relocated.
tunashukuru. Kuna dispensary tumepata, tunashukuru. Lakini donda sugu sasa tuarudi tena kwamba hapa, ukiwa hapa Mheshimiwa Rais, ulianzisha mradi na wewe ndio uliotupa matumaini wakati ulipozuru Samburu kwamba kutatoka mradi wa kutoka Samburu kwenda Kinango mpaka Kwale. Pale uliposimama huo mradi, Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Hivi sasa ukipata mgonjwa Kinango akitaka kwenda Kwale, ambia kesho nendeni mkachukue maiti. Haipitiki kabisa. Kama contractor hata rudi kesho, pata tu watu wako wa Kena wapate karabati hata kama ni ile grading ipitike tu peke yake. Tunashukuru sisi. Maana kile makubwa tukose, lakini tusikose hata hii barabara ya kutoka Mazera kwenda Kinango. Tusikose. Ile tubalizie pale, na hii hali kama kadhalika tokome tusaidie Mheshimiwa Rais. Sisi tunajua unyonge wetu, na tukipenda mtu tumaliza kabisa. Ulikuwa hujatujua kwamba tukupenda, tusubiri hapo 27 ndio utakapojua. Hapa utasikia kwa zungumzo habari ya maandamano. Hapa hutasikia maandamano mpaka umalize kipindi chako cha 2032. Ndio usikie maandamano. Kama utasikia maandamano, hutasikia maandamano hapa. Hapa hutasikia. Sasa nakushukuru kwa sababu mwisho ni kwamba tatizo lililobakia ni swala la ajira. Swala la ajira nafikiri MC amelishazungumzia, lakini kuliongezea ni kwamba tumehakikishiwa na waziri wako na ile timu